Jana amekamatwa mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu amekamatwa Ruvuma. Tungependa serikali, kwa kuwa yule ni kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani, taarifa za kukamatwa kwake na sababu ziwekwe hadharani, wa Tanzania wazijue na haki itendeke kama Mtanzania mwingine. Taarifa mheshimiwa. Taarifa. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Naomba nimpe taarifa mheshimiwa mdogo wangu Kenan, mbunge wa Nkasi. Kwa kweli ningekuwa mimi nafasi yako, nisingesimama kumsemea kiongozi asiye na heshima kama yule. Nisingethubutu. Kiongozi huyo nawe muite wewe ni kiongozi. Mimi nimemshangaa. Yaani badala ya kuongea na wananchi mambo ya msingi, ameenda kupeleka matusi na kuwadharau wananchi wa Nyasa kwa kuwasemea matusi ya viongozi wao. Akome kabisa. Taarifa. Mheshimiwa Aida Kenan, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther Manyanya. Mheshimiwa mwenyekiti, nimuombe tu mama yangu. Nimelelewa, nimefundishwa. Yule ni mama yangu na amekuwa mkuu wangu wa mkoa wa Rukwa. Ni wajibu wangu kama mbunge na nimesimama kuiambia serikali haki itatendeka. Mimi naamini na historia nchi yetu endelee kujengwa ya amani na utulivu. Kama kuna kosa limefanyika, liwekwe hadharani kosa lilolifanya na sababu za kukamatwa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niendelee. Mheshimiwa mwenyekiti, anaibuka mtu mmoja tu leo. Mheshimiwa mwenyekiti, unajua naomba niwakumbushe waheshimiwa wabunge wenzangu. Hii nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995. Na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani 51. Mwaka 2000 tulikuwa na wabunge wa upinzani 26. Wakati huo Mheshimiwa Mbowe ndo aligombea urais. Mwaka 2005 tulikuwa na wabunge wa upinzani 41. Mwaka 2010 tulikuwa na wabunge wa upinzani 89. Mwaka 2015 tulikuwa na wabunge wa upinzani 116 na 2020 tuko wabunge 28 wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria. Hakuna. Hakuna mtu aliyethubutu kusema hivyo. Hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo Mheshimiwa mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi, ndio bana wameweka mpira kwa pani. Mheshimiwa mwenyekiti, miaka yote, awamu zote 6 ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana. Wanaweka mpira kwa pani. Hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni Msukuma wa Shinyanga. Sina pa kwenda. Pasipoti nimepewa na bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi. Sina pa kwenda. Mama yangu, familia yangu haina pa kwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii. Hatuwezi kukubali. Jeshi la ulinzi na usalama lipo. Kaka yangu Bashungwa, mambo ya ndani upo. Tekelezeni wajibu wenu. Hii nchi ni ya demokrasia. Kuzuia uchaguzi ni uhaini na hatuwezi kukubali. Na Mheshimiwa mwenyekiti, nikwambie tu ukweli. Huyu jamaa anataka kupiga changa la macho. Chama chochote cha siasa lengo lake namba moja ni kushika dola. Lengo lake namba moja. Sisi hatufanyi kazi ya uharakati hapa. Sisi mimi najua siasa ni kushika dola. Haiwezekani hata siku moja. Wamekaa nje huko
Leo watu waendelee kukaa nje huko. Hatuna kambi rasmi ya upinzani. Hatuwezi kurudi bungeni kama wabunge. Alafu unasema sisi ni wanasiasa. Hapana. Ni lazima tushike dola. Wabunge wenzangu walioko nje naungana nao. Lazima turudi humu ndani kama tulivyokuwa zamani. Lazima tukae humu ndani kama tulivyokuwa zamani. Serikali ishauriwe, ipokee ushauri. Na sisi tushauriwe, tupokee ushauri. Tulijenge taifa moja kwa umoja. Hiyo ndio kazi ya chama cha siasa. Na wawakilishi wa wananchi, huwezi kuwakilisha huko kwenye majukwaa, na maana unaona huko wanakofanya haina tija. Ni lazima tukae kwenye mabaraza ya vijiji, ni lazima tukae kwenye baraza la madiwani, ni lazima tukae bungeni ili tuweze kushauri serikali kwa mfumo unaoeleweka. Huwezi kuishauri serikali nje ya serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo mimi rai yangu, tunataka uchaguzi na tuko tayari kushiriki uchaguzi, na hatuko tayari kuungana na mtu ambaye anataka kupindua nchi hii. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa wapi? Mheshimiwa Ole Sendeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mchango mzuri sana wa Mheshimiwa mbunge, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila ya nidhamu ni fujo. Kinachoendelea hivi sasa ni sheria inazingatiwa kwa kuweka mipango kwa wapa wa Tanzania fursa ya kutumia haki yao ya kuchagua. Ni dhahiri kabisa kwamba mbunge alichokizungumza hapa ameonyesha kabisa kwamba Yesu Kristo alisema atakayenionea haya mbele za watu nami nitamuonea haya mbele za Baba yangu. Hakujali itikadi, hakujali jambo lolote. Amemsifia Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na rekodi iliyotukuka aliyoionyesha. Dunia inajua, Tanzania inajua, wapinzani wanajua. Asante. Mheshimiwa Salome Makamba, unapokea taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hiyo taarifa naipokea. Kazi namba moja ya chama cha siasa ni kushika dola. Huwezi kushika dola kwa kwenda kwenye vyombo vya habari. Huwezi kushika dola kwa kwenda kwenye mikutano, kwenda kuwaambia watu wafanye uasi na uhaini. Unashika dola kwa kushiriki chaguzi huru na za haki. Unashika dola kwa kuhamasisha watu waende kupiga kura. Unashika dola kwa kuwa na ushawishi kwa vyombo vinavyotoa maamuzi ndani ya nchi hii. Na kwa kufanya hivyo ndiyo njia sahihi ya kueleza yale ambayo unatamani yafanyike ndani ya nchi yako. Na tofauti na hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kinyume na katiba na ni uasi na ni uhaini kwenye nchi yetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa.